hayawi huwa yamekuwa tena, mpenzi mtazamaji. Ni siku nyingine kwa mapenzi yake Maulana, pale ambapo tunakuletea makala haya unayoenzi, kipindi ikiwa ni kumbukizi za Mwafrika. Na katika basi makala haya hivi leo tutaangazia kuhusu jamii moja, na jamii hii ni jamii ya Kimasai. Na basi watakao tufundisha yote si wengine bali ni wataalamu wa shughuli hizi kutoka katika shirika la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum. Na nikianza basi upande wangu kulia kule ni dada Ruth Enkeseni, ambaye yeye ni mkurugenzi wa masuala ya maombi. Na tunapozungumzia masuala ya maombi, vile vile tutaweza kwamba masuala ya maombi haya yanaingiliana vipi na masuala ya utamaduni. Na vile vile basi anayemfuata hapa ni mzee Samuel Kamida, ambaye yeye ni mkurugenzi mkuu wa shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum. Na mwisho kabisa basi ni mwanahabari mwenzangu ambaye ni Merlin Wanjiru. Merlin Wanjiru yeye basi licha kwa kwamba mwanahabari, anahusika na masuala ya utamaduni na vile vile masuala ya maktaba katika shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum. Basi hao ndio watakao tufundisha yote. Na karibu kwenye hili basi, mimi ni msimulizi wako Job Onimo. Karibuni mabingwa. Asante sana. Asante. Tunataka mabingwa kwa sababu mna taaluma ya kutosha, mna tajriba kubwa katika masuala haya ya utamaduni, masuala ya Biblia, masuala ya utafiti na mambo kama haya. Na nikianza basi na wewe mzee Samuel, tunapoangazia huyu Masai, maana kutoka kwamba wazungu wanapokuja kutoka ng'ambo, watalii, yani wanakuja kwamba wanakuja kuwaona wanyama watano wakubwa, nadhani kwamba wana mtazamaji anawajua, lakini lazima amuone Masai. Maana wewe kama mzee mwenye tajriba kubwa unaweza kutueleza kwamba huyu Masai anawezaje basi kumfanya huyu mzungu mpaka aje amuone na kutoka ng'ambo? Kuna jambo moja ningetaka kuambia watazamaji wetu, pale wengine ni vijana, wengine ni Waafrika wana umri wangu, au wengine wana umri zaidi wale wananitazama. Mzungu ana kitu kimoja, ana chombo chake muhimu, au sisi chombo ni sifa yake moja kubwa sana. Mzungu anajua kuficha mambo yake sana. Na tunamjua mzungu kama hypocrite. Na yeye mzungu anasema Mwafrika ni kani. Kwa hivyo unaona hakuna huyu ameona huyu hivi na huyu hivi. Mzungu anasema, tunasema mzungu ni hypocrite, na yeye mzungu anasema nyinyi ni kani. Tukielewa hivyo tunaanza kupelekana na kuelewa katika mazungumzo haya, kuelewa kwa undani. Umeniuliza Masai. Nini mzungu ni lazima aje aangalie Masai au ampige picha Masai? Kuna sababu moja, mbili au tatu. Ya kwanza, katika historia, mzungu wote, hasa wazungu kutoka Europe, wana haki kubwa sana ya Masai. Kwa nini? Kwa sababu waandishi wao zamani wanaangalia vile Masai amevaa ile shuka yake, kiatu yake, na ile sini yake, na vile ameweka nywele, wanasema alipotea katika kikosi cha Mark Antony. Na hiyo watu wetu waelewe. Wanataka karibu waseme walikuwa wazungu, wakachomeka na jua, walikuwa askari wa Mark Antony. Mzungu wote anaelewa hivyo. Ati Masai walikuwa askari wa Mark Antony. Na wakati walishindwa wakatoka, kikosi kizima kikateremka kusini. Mzungu anaelewa hivyo. Wana historia, kwa sababu wanaangalia nywele vile imefungwa, wanaangalia kama ile toga ya Wagiriki, ile ya Waroma, ile kiatu yao ile na ile shuka yao, na ile wanafunga ile mshipi yao, na ile anasimama hivi. Wanaona huyu ni lazima awe at one time, wakati mmoja alikuwa katika himaya ya Warumi. Kwa hivyo hapo wanaelewa historia, na historia hizo kwa bahati mbaya hatuletei hapa. Iwakumbushe historia ya majiji yao ya zamani. Kwa hivyo kwao ni watu muhimu sana, kwa sababu walikuwa katika himaya ya Warumi wakipigana vita vya Afrika Kaskazini. Na historia za Cleopatra kwao zinahusisha Masai sana. Na Masai vile anafaa ile ya karea nyekundu.
inakwenda tena tunaipata wakati unapofanya Egyptology, historia ya watu wa Misri wa zamani. Anafaa ile shuka nyekundu. Hiyo shuka nyekundu ni sawa kabisa na rangi nyekundu kwa Mwafrika na mtu wa Misri. Maana inatoa ishara kusema prohibited. Mambo makubwa ni rangi ya vitu vile. Kuna umekatazwa kupita hapo au kuna dija kama wengine wasemavyo. Na lazima Masai iweke hivi. Piramidi ikijengwa wakati inakwisha kule Misri na jiwe la kwanza kusukumiwa mlangoni na kufungwa ilipakwa rangi nyekundu. Kwa sababu yale ilikuwa ndani yalikuwa yamehifadhiwa kwa ajili ya mfalme ambaye anakwenda peponi. Kwa hivyo haikukubalika, haikuwa kosa kubwa sana au dhambi kubwa sana kuingia katika pyramid au mahali mfalme amezikwa, zilikuwa zikiwekwa rangi nyekundu. Na hili kuja kugunduliwa na mtaalamu mmoja anaitwa Pocha. Alitoa ile rangi ya huko akaweka kwa bahasha akatuma Ufaransa, ikapimwa ikaonekana ni rangi nyekundu. Hiyo maana yake ni kusema usiusogee. Kwa hivyo Masai anapoweka ile rangi nyekundu anaweka wakati anakwenda kuwinda simba. Simba akimuona anaelewa hapa iko mgogoro. Wakati mwingine simba atatoka. Ndio sehemu yake, ni sehemu ya vita vyake. Hiyo ni moja ya Masai. Pili, sifa za Masai. Masai ni mtu ambaye katika historia yote ya Afrika hakutaka kuona Mwafrika anauzwa kama mtumwa. Mara nyingi walipigwa na Wamasai. Walikuwa wanakwenda mpaka katika ufuo wa bahari ya Hindi wakiangalia kisiwa cha Zanzibar, yani Unguja. Wanalia hapo kwa sababu watumwa soko kundi kwa Unguja. Wakiuliza watapata njia namna gani kwenda kupiga huko. Kila kabila hapa, na tutakuja kuona tukipata nafasi, ina sifa yake. Bila shaka tusione kabila tunasema ukabila. Ukabila ni mzuri sana kama jamii itakaa katika ukabila wao, kwa sababu ukabila ni namna ya sayansi ya kuishi. Madam Ruth najua ameingia sana kwa undani kabisa. Yale angesema yangeleka vizuri kuliko mimi nikiongea, kwa sababu mimi naona wakati nafanya uchunguzi na utafiti wangu. Lakini huo wamesema ni wao na wakampa jina Egesen. Kwa hivyo anaweza kutuambia mengine kwa undani kabisa. Bila shaka basi hayo ni huo basi ni mtazamo wako ndugu Samuel Kakamita. Na mtazamo wako Ruth Nkeseni. Je, mtazamo wako ni upi kulingana na jamii ya Wamasai? Je, kuna sehemu ambayo kwenye Biblia tunaweza tukaipata jamii hii? Asante. Kwanza sana najivunia kuwa Masai. Mimi mwenyewe, na ningetaka sana tuendelee tumuone Masai kwa njia ya Biblia. Wengi wetu wamemwona Masai kwa njia labda akiimba ama akifanya kazi zake ama shughuli zake. Lakini Masai ana nafasi kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Na nashukuru sana maana Masai ameshikilia wadhifa mkubwa sana kwa utamaduni wa Kenya. Na hata leo hawa ndio wamebaki kuweka utamaduni kwa hali ya juu. Na kwa hivyo sasa ningetaka Bi Marilyn atusomee kwa, nitasema kwa Kizungu ndiye aseme kwa Kiswahili. Atasoma kwa First Chronicles chapter 12 verse 16 to 18. Mambo ya Nyakati kwanza 12 16 hadi 18, wafuasi kutoka Benyamini na Yuda. Ndiyo, na msikilizaji, ningetaka ujue ni wafuasi ambayo walimpa nguvu mfalme Daudi ndiye akuwe mfalme. Kwa hivyo ndio hawa wafuasi tunaambiwa sasa ni akina nani. Tutasoma kutoka 16 mstari wa 16 hadi 18. Baadhi ya watu kutoka makabila ya Benyamini na Yuda walifika ngomeni alipokuwa Daudi. Daudi akatoka nje kuwalaki, akawaambia, ikiwa mmekuja kwangu kama marafiki ili kunisaidia, basi nawapokea kwa moyo wote. Lakini kama mmekuja ili kunisaliti kwa maadui zangu, ingawa sijatenda ovu lolote, Mungu wa baba zetu awaone na awakemee. Hapo Roho akamjia Abishai, mkuu wa hao watu 30, naye akasema,
Sisi tu watu wako, Daudi. Tuko upande wako, mwana wa Yesu. Amani iwe kwako. Na amani iwe kwa yeyote akusaidiaye. Maana akusaidiaye ndiye Mungu wako. Ndipo Daudi akawapokea na kuwafanya maofisa katika jeshi lake. Okay, asante sana. Msikilizaji, ningetaka kuangalia hiyo maandishi kwa lugha ya Kimombo. Kwa ajili saa zingine Swahili wakati inabadilika kidogo kwa hali ya majina vile mzee alisema juu ya miaka nyingi. Kwa Kimombo ni 1 Chronicles chapter 12 verse 16 to 18. It is about followers from Benjamin and Judah. Once a group of men from the tribes of Benjamin and Judah went out to the fort where David was. David went to meet them and said, "If you're coming as friends to help me, you're welcome here. Join us. But if you intend to betray me to my enemies, even though I have not tried to hurt you, the God of your ancestors will know it and punish you." God's spirit took control of one of them, Amasai, who later became the commander of the 30, and he called out, "David, son of Jesse, we are yours, success to you, and those who help you. God is on your side." David welcomed them and made them officers in his army. Okay. Amasai. Na bado pale ile jina lilitumika Abishua, bado lile jina pia latumika kwa Kimasai, lakini tumepata jina Amasai. Na huyu Amasai amesemekana alikuja akafanywa jemedari mkuu kwa jeshi la Daudi. Si ndio tumesoma? Basi tunaweza pia hakikisha hiyo maneno kwa 1 Chronicles chapter 9 verse 10 to 12. Mambo ya Nyakati wa kwanza 9 kuanzia mstari wa 10 hadi 12. Ni kuhusu makuhani walioishi Yerusalemu. Makuhani wafuatao waliishi Yerusalemu: Yedaya, Yehoyaribu na Yakini, na Azaria mwana wa Hilkia, mwana wa Meshulamu, mwana wa Sadoki, mwana wa Merayothi, mwana wa Ahitubu, mkuu wa nyumba ya Mungu, na Adaya mwana wa Yerohamu, mwana wa Pashuri, mwana wa Malkia, na Maasai mwana wa Aldieli, mwana wa Yazera, mwana wa Mashelamu, mwana wa Mashilemithi, mwana wa Imeri. Wakuu wa koo za baba zao pamoja na ndugu zao, jumla watu 1760. Walikuwa wakuu wenye uwezo mkubwa katika huduma yote na nyumba ya Mungu. Ndiyo. Hawa sasa walikuwa ni wakuhani wakuu. Wakuhani wakuu ambao walikuwa nafanya kazi kwa ile hekalo ambayo ilijengwa ni Mfalme Solomon. Na ikiwa imetayarishwa mambo yote ni Mfalme Daudi. Kwanza tuliona akiongea na Daudi, akafanywa mkuu wa jeshi. Sasa tunamkuta hali ya Israeli ikiwa sasa inaendelea, nchi inaendelea vizuri sana, na huyu Masai anakuwa ni kuhani mkuu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kukuwa kuhani mkuu mbele ya Mungu, msikilizaji, ningekwambia ya kwamba ni lazima uwe umeteuliwa, na kuteuliwa kwako ni lazima uwe umetoka na ukoo wa Aroni. Aroni naye ni ndugu ya Musa. Basi wazawa wa Aaron mwenyewe na wazawa wake walisemekana hawa tu ndio watakaye kuwa wa makuhani mbele ya Mwenyezi Mungu. Na huyu Masai tunayeona sasa ni mmoja yao. Ebu angalia nafasi kubwa sana ambayo sisi Waafrika tuko nayo. Kwa ajili huyu Masai ako ndani ya hekalo ya Mwenyezi Mungu akiwaombea baraka Waisraeli wale tunaoogopa. Hivi ni kumaanishaje? Masai ni Muisraeli. Ndiyo, ni ukoo wa Aroni. Na sisi kati ya jamii nyingi sana hapa nchini tuko na ukoo na Wamasai. Unakuta Wakalenjin wana ukoo kidogo na Wamasai, Warendile wana ukoo kidogo wa Masai, sisi na wale wa Kikuyu wana ukoo kidogo na Wamasai. Pia kule Western tutakuta kuna jambo fulani wanashirikiana na Wamasai kwa jambo ya umbali, lakini ni wandani sana. Na basi tulikuwa hekaloni. Msikilizaji, tulikuwa hekaloni ya Mwenyezi Mungu tukiongoza ibada
mbele ya Mwenyezi Mungu, tukimuomba Mungu ambariki Mwisraeli. Bila shaka. Hilo ni jambo kubwa sana. Dada Mary. Basi tutasoma Mambo ya Nyakati wa kwanza 11 kuanzia 20 hadi 21. Naam. Ni kuhusu tabia ya Wamasai. Abishai nduguye Yoabu alikuwa mkuu wa mashujaa 30. Yeye alipigana na mkuki wake dhidi ya watu 300 akawaua. Akajipatia jina miongoni mwa wale mashujaa 3. Basi akawa mashuhuri zaidi miongoni mwa mashujaa 30. Hata akawa kamanda wao, lakini hakuwa shujaa kama wale mashujaa 3. Ndiyo. Sasa unasikia ule ni Abishai. No. Na Abishai ni jina la Kimasai. No. Hata uliona kwa ile wakati tumesoma walisema Abishua. No. Lakini Abishai ni jina la Kimasai. Umemuona ni mtu wa vita. Na anakuwa mashuhuri paka anafanywa komanda wao. Sasa huyu amefuata kama yule mwingine alikuwa Daudi akiongea naye akamfanya tena komanda. Naona sasa, na tukiendelea bado kwa hiyo First Chronicles chapter 11 verse 22 to 25 tutaona bado tena Masai, tabia ya Masai ikilingana na huyu Masai tunayemjua leo. Basi tutaendelea na Mambo ya Nyakati wa kwanza 11. Tutaendelea kutoka 22 hadi 25. Naye Benaya mwana wa Yehoyada kutoka Kabzeli alikuwa askari shujaa ambaye alifanya mambo mengi ya ajabu. Aliwaua mashujaa 2 kutoka Moabu, na siku moja wakati wa barafu alishuka na kuua simba shimoni. Vile vile alimuua Misiri mmoja, mtu mrefu sana, urefu wake kama mita 2, naye mkononi mwake alikuwa amebeba mkuki mkubwa sana kama mti wa mfumaji. Lakini Benaya alimwendea akiwa na fimbo tu, akamnyang'anya mkuki huo na kumuua Misri huyo kwa mkuki wake mwenyewe. Benaya mwana wa Yehoyada alifanya mambo haya, akajipatia jina miongoni mwa wale mashujaa 3. Basi akawa mashuhuri kati ya wale mashujaa 30, ingawa hakuwa shujaa kama wale mashujaa 3. Na Daudi akampa cheo cha mkuu wa walinzi wake binafsi. Basi sasa Masai wetu amefanywa mkuu wa walinzi juu ya ile ushupafu wake. Na huyu Masai tunayemwona kwa Bible na jina lake lile lile, maana Benaya ni Kimasai, na maana ya Benaya ni kumaanisha kikingi ninachoengemea. Na ndio unasikia anamuweka akiwa mkuu wa bodyguards zake. Kwa ajili Daudi sasa anamtegemea, ndio anamuita Benaya. Na Benaya ni Masai. Angalia tena anamuua simba. Nani wanaua simba jamii? Masai. Si ndio huyu baba yetu tu Masai aliye hapa Kenya. Ndio hiyo. Sasa kwa hivyo wa Kenya tuwe na nguvu kabisa kama ile Mungu alitubariki naye. Kwa ajili ndio tufanye vitendo kama hizi zikapata nafasi kuandikwa. Ni mfalme Daudi, basi ilikuwa ni vitendo za kustua kabisa. Na tunaweza rudi hapa tuwe tunafanya vitendo paka dunia ije hapa kuyaangalia matendo ambayo tumefanya kwa ukubwa zaidi. Na hivi ndio tunasema huu ni mwamko mpya wa Mwafrika. Bila shaka. Ndiyo. Naomba mwelekezi wetu anatueleza kwamba muda tuliotengewa umeyoyoma kabisa, pengine kuna mambo mawili matatu hivi pengine mmesalia naye ambayo tungekamilisha ama tuweze tukaondoka hapa kabla hatujatamatisha, na kwa fursa utamatishe dada. Asante sana. Tunaweza endelea kusoma kidogo tu ili watu waelewe. Tutasoma kwa First Chronicles chapter 15 verse 23 to 24. Hiyo ni Mambo ya Nyakati wa kwanza 15 kuanzia mstari wa 23 hadi 24. Tutasoma. Berekia na Elkana walikuwa walinzi wa sanduku la agano. Shebania, Yoshafati, Nethanieli, Amasai, Zekaria, Benaya na Eliezeri walikuwa makuhani. Waliwekwa kupiga tarumbeta mbele ya sanduku la Mungu. Obed Edomu na Yehia waliwekwa pia kuwa walinzi wa sanduku. Ndiyo, tumeyasikia majina kweli msikilizaji, lakini hayo majina nasikia ikiwa ya Kiafrika ambayo kati yake tunamsikia tena Masai akipiga trumbeta
mbele ya sanduku lile takatifu la Mwenyezi Mungu. Na lilo sanduku lilikuwa na maajabu sana kwa ajili wakati kuhani akiingia pale patakatifu penye hili sanduku lipo, alisikia sauti ya Mungu ikiwa kwa kifuniko ya hili sanduku. Na hili sanduku ndio lilizunguka Jericho mara 7 bila mtu kuguza. Jericho ikabomoka, ni kama tetemeko la nchi zimekuja, na Waisraeli wakaingia. Hapo ndipo Masai amesimamishwa, ni Mfalme Daudi, apige trumbeta, Mungu awasikie. Si tuna nafasi kubwa sana. Sisi wa Afrika tuko na nafasi ya mbele kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu, na sisi ndio tumejinyima hiyo nafasi. Tukijivaa vizuri tutaenda kabisa kwa huu mwamko mpya wa Mwafrika. Pia msikilizaji, tukiendelea, ningetaka kukuarifu ya kwamba jina ambalo linasifika sana sana kwa safari ya Musa na Waisraeli kutoka Misri wakienda Canaan ni jina la mlima ambapo walienda kumsujudu Mwenyezi Mungu, kumuomba na kumpa shukrani kwa ajili amewatoa kutoka utumwani. Na huo mlima unaitwa Sinai. Na Sinai si jina la watu lingine. Sinai ni jina la Kimasai. Sinai, Sidai, waona, na bado na inamaanisha kitu takatifu. Juzi nilinunulia Biblia redio moja ya Kimasai. Na nilistuka sana, nimeenda kwa Bible Society of Kenya kununua Bible ya Kimasai. Ilikuwa imeandikwa haya maneno mawili: Biblia si nyati. Ilibidi nimpigie Masai ndugu yangu nimuulize, mbona hii inaandikwa si nyati na tena Sinai ni jina yetu? Akasema hii si nyati inamaanisha takatifu ikiwa kitabu, na ile mlima ni Sinai. Na ndio kwa ajili Masai ni yeye ndio ametoa haya mambo kutoka kinywani chake, ikaandikwa na Musa. Kwa hivyo hata ningeomba tungeweza kujivaa kabisa na tuwe na wakati, tutakuja kuchunguza safari hii ya Musa kutoka Misri mpaka kwenda Kanaani. Na pia niko na map hapa. Kwa hizi map za Kenya tutaona mto ambayo imeitwa Sinai. Ndio hiyo itakuwa hakikisho kwetu ya kuwa jina Sinai ni letu sisi wa Kenya tukiwa wa Afrika, na sio jina la mzungu ama la mtu mwingine yoyote. Msikilizaji, unaweza jinunulia map kama hii kutoka kwa bookshop yoyote, na hii map nitakuonyesha penye mto Sinai uko, na huo mto umetoka kutoka kwa mlima ambayo ni mlima wetu sisi yote wa Kenya, ambayo inaitwa mlima Kenya. Huu ndio mlima Kenya, na kuna sehemu hapa hivi ambayo Nanyuki Town na kuna Timau Town. Katikati kuna mto umetokea ukaenda hivi kupita ikafika Ewasonyiro, na hapo ndio utakuta jina ya Sinai River, kumaanisha jina Sinai ni jina la Kiafrika na ni Waafrika wa kitengo hii ya Afrika. Na sisi ndio tutakaoamsha Afrika, maana hata majina yale takatifu tuko nayo sisi mstari wa mbele kwa Biblia ya Mwenyezi Mungu. Asante. Na kabla basi ya kutamatisha makala haya, basi Mzee Samuel Kabila, basi ungependa kusema vipi kulingana na mada ya leo kuhusiana na jamii ya Wamasai? Tukitizama jamii ya Wamasai tunajiona ndani yake. Na kawaida wakati watu au katika wakati ustaarabu unapojengwa, watu huona jamii nyingine kama ni jamii yake. Vile Masai inavyokwenda pale na amehusika katika Biblia sio Masai. Kwangu najiona ni mimi. Kwa sababu ni jamii ya nchi yangu. Sifa za Masai ni lazima nisichukue ziwe sifa zangu. Masai naye achukue sifa za Mkikuyu na Mkamba na mwingine. Tukiwa namna ile tunaanza kusema vile mzungu anasema collectively, Biblia ni yetu kwa sababu tupatikana. Hata kama mimi sipatikani huko, na yeye hapatikani na mwingine hapatikani, lakini madhari Masai yanapatikana, tumepatikana. Kwa sababu pale mimi sioni Smith,
Smith simuoni. Na huwezi kuniambia hapa. Lakini namuona Masai. Namuona majina ya Masai. Majina ya kwetu nyumbani. Kwetu nyumbani. Kwa hivyo ni wetu. Asante sana. Basi mwisho kabisa, binti wasemaje? Nile naweza kusema ni kwamba mtu anaweza kuelewa Biblia vizuri ukipitia kwa utamaduni, kwa sababu pia wewe unajipata hapo kwa hiyo Biblia na unaweza kupata ufunuo zaidi na unaweza pia kuona kwamba si kitabu tu kililetwa kama vile tunafikiria ya kwamba ni kitabu ambacho pia sisi tumo ndani yake. Kwa hivyo hayo tu ndio ningetaka kusema, inaleta ufunuo zaidi. Basi kuna jambo kwa ambalo kidogo tukupata muda mwafaka wa kulimalizia kuhusu lile sanduku la agano, na tumaini kwamba Mkristo yote yule, uwe ni Protestanti, uwe ni Mkatoliki, unaelewa kuhusu lile sanduku la agano. Kwenye kipindi kijacho basi tunaona kwamba sanduku hili la agano lilitoka wapi, lianzia wapi, likatoka wapi, likuenda namna gani, na ndipo tujue kwamba kwa hakika sisi Waafrika tunatakiwa tu kwenye mstari wa mbele wa kuipigia debe Biblia. Hadi hapo basi sina la ziada, ile tu basi kutamatisha makala haya. Unaenzi kipindi kiwa ni Kumbukizi za Mwafrika. Kwa niaba basi ya wote walioyafanikisha makala haya, bila kuwasahau ama bila kulisahau shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum ambao wamekuwa mstari wa mbele wa kuhakikisha kwamba kipindi hiki kimepeperushwa hewani. Kwa niaba basi ya wageni wangu hapa studioni, nikianza kule mwisho kabisa ni dada Ruth Nkeseni ambaye yeye anahusika na masuala ya maombi. Yeye ni mkurugenzi ambaye anahusika na masuala ya maombi katika shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum. Vile vile yupo mzee Samuel Kamida ambaye yeye ni mkurugenzi wa shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum, yeye akiwa ndiye mkurugenzi wa shirika hili. Na mwisho kabisa basi ninaye hapa binti Merlin Wanjiru. Licha yeye kuwa ni mwanahabari kama mie, basi yeye anahusika na masuala ya utamaduni pamoja na masuala ya maktaba katika shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum. Hadi basi wakati mwingine tena, panapo majaliwa yake Maulana, nimekuwa msimulizi wako Job Onimo, na kutakia wakati mwema, wakati mwafaka, na uwe na amani ya Bwana.